Mtazamaji wa Meki TV, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa. Najua hufahamu vitu vingi kuhusu Nabii Elie Mpanzu Tibisawala, mchezaji wa Simba. Karibu nikufahamishe katika makala hii. Wakati sherehe za mwaka zinaendelea, sherehe za kuvuka mwaka kuingia mwaka mwingine, wengine wakiwa kanisani, ila wale wazee wa mvinyo iliyotiwa uchachu walikuwa kwenye kadanse ndani ya klabu. Ndio huo usiku familia moja iliyoamini kitabu pekee walichotakiwa kukisoma ni Biblia. Hakika Mungu aliwabariki katika usiku huo wa mkesha wa tarehe 1 Januari 2002. Ndipo mtoto akazaliwa, jina akaitwa Elie Mpanzu. Mitaa yote ya jiji la Kinshasa ilimpokea kwa furaha na mwanga wa nyota ulishamili kama ishara ya dunia ya soka kumpokea nabii mpya. Namzungumzia Elie Mpanzu Tibisawala, aliyezaliwa kucheza soka na kukosha akili za walevi wa soka kutoka demokrasia ya Kongo, walioamua soka liwe sehemu ya kilevi cha nafsi zao. Wao hawajui chochote zaidi ya soka. Ni mashabiki ambao chozi lao huwezi kulikuta linaanguka kwa sababu ya maumivu ya mapenzi, bali ni maumivu ya soka tu ndio yanaweza kutiririsha machozi yao kwenye mashavu. Ni kweli Kinshasa wamezaliwa nyota wengi kama Inoki Enongabaka, Charles Mbemba na Claude Makelele, ila Mpanzu bado ni mmoja tu. Elie Mpanzu alipoutwanga sana pale AC Vita, baadaye akagundua kuwa yeye ni nabii, na siku zote nabii hakubariki nyumbani. Ndipo alipoamua kusafiri umbali wa kilomita nyingi kutoka magharibi ya Kongo kuja mashariki ya Tanzania ili kuja kueneza unabii wa soka. Ni wakati wa kusafiri kilomita nyingi mbali na nyumbani ili aje kuhubiri misingi ya soka na kueneza imani ya wachezaji wadogo waliobeba ndoto kubwa kwenye miguu yao iliyokosa viatu na soksi za mpira. Alipofika Simba, wengi waliamini katika muda, hawakumkataa mapema. Hakika kila mboni ya jicho la shabiki wa soka lilifurahia kuona namna Mpanzu anavyounajisi mpira ndani ya uwanja. Hakika huyu nabii wa soka aliyekuja kutengua agano lililodumu kwenye maktaba za mioyo ya mashabiki wa Simba wenye imani haba juu ya binadamu atakayevaa viatu vya Louis Mixon Konde Boy aliondoka zake. Kwa sasa Elie Mpanzu anatumia muhuri wa moto kufuta kumbukumbu za picha za Louis Mixon zilizobandikwa kwenye kuta za mioyo ya mashabiki wa soka. Hakika kumwangalia Elie Mpanzu akicheza ni raha kama mwanaume kuulizwa na mwenza wake, upo wapi, nataka kuja. Ukisoma kitabu cha manabii wa soka 4 mstari wa 1 mpaka wa 3, je, sio huyu aliyekuja kwa ajili yetu nasi tukampokea na kumkabidhi jezi ya timu ya Simba ili aseme chochote kusudi aibariki? Ila yeye aliamua kuivaa kama ishara ya kuwa Simba ni sehemu sahihi atakapokuwa anatoa kikombe cha mateso kwa walinzi wa timu pinzani na magolikipa. Hakika amekubali damu ya Simba ipite kwenye mishipa yake. Ni ngumu kuona mlevi anakunywa kinywaji kikali bila kufumba macho. Ni ngumu kuona dereva daladala anakosa siti. Ila imekuwa rahisi kuona mashabiki wa timu pinzani wanakubali uwezo wa nabii Elie Mpanzu. Kama sio hadharani, basi wakiwa chumbani wamejifungia ndani kabisa, huko wanakiri kwenye mioyo yao kuwa Elie Mpanzu ni mmoja tu ndani ya Simba. Na hawa ni mashabiki ambao wengi wao wana vinasaba vya Twiga na Jangwani. Nikiwa nasikiliza kipindi cha michezo, nilisikia kutoka nyika ya soka sauti ikilia ikisema, Mpanzu ni mtu na nusu, anafaa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Pengine misimu kadhaa ijayo tukamkosa kwenye ardhi ya Tanzania. Kazi ya nabii ni kusafiri kwenda kueneza unabii wake nchi mbalimbali, na aliyemleta Mpanzu moja kwa moja peponi. Hakika sio kufuru iliyotoka kwenye kinywa cha mchambuzi huyo wa soka, ila ni raha zimevikwa taji zidi ya karaha. Elie Mpanzu Tibisawala ni mmoja tu, nami nakili hivyo. Nami naamini hata nikiamshwa asubuhi nitasema Mpanzu ni mmoja tu. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako nami Michael Jacob, ukipenda nite Dr. Miki mzee wa Vari, nabii wa wasuba makala wote Tanzania.